Ikabidi Kibrela aanze kumpigia mahesabu mshikaji vitu gani ambavyo vimeisha ili Kibrela aweze kwenda kununua. Ikabidi mshikaji mwambie, basi orodhesha vitu vyote alafu jumlisha ili uweze kunipa idadi kamili ni kiasi gani cha fedha ambacho kinahitajika. Kibrela akamwambia, basi hamna shida, ngoja nijumlishe vitu vyote niweze kujua ni kiasi gani ambacho kinatakiwa. Mshikaji akamwambia, basi sawa, ukimaliza kuhesabu niambie ni kiasi gani ambacho kinatakiwa niweze kukupatia fedha ili uweze kwenda kuchukua vitu kwa ajili ya kupika. Kibrela akamwambia, basi hamna shida bosi. Baada ya Kibrela kumaliza akamwambia, tayari nishamaliza. Umemaliza? Ikabidi mshikaji afungue draw. Baada ya mshikaji kufungua draw, akawa ametoa kadi yake ya benki. Akamwambia, kadi ya benki hiyo hapo, namba ya siri ni 7248. Akamwambia 7248. Basi ngoja niweze kuiandika katika karatasi ili nisiweze kuisahau. Ikabidi Kibrela aweze kuandika namba ya siri ya kadi ya benki ya mshikaji ili Kibrela aweze kwenda kutoa pesa na kununua vitu kwa ajili ya kuleta nyumbani, vitu vya kupikia. Yani Kibrela aenda akafanya manunuzi madogo madogo. Baada ya Kibrela kuondoka, mshikaji kama kawaida yake kavua miwani na kuanza kumtazama huko, anafikiria sana. Siku Kibrela akijua kama mshikaji sio kipofu, itakuwaje? Mshikaji amempenda Kibrela na anahofia sana siku Kibrela akijua kwamba mshikaji ni kipofu, mshikaji ajui itakuwaje. Baada ya Kibrela kuondoka, bwana mshikaji kama amesha kompyuta yake, akawa anafanya kazi zake za kiofisi. Kipofu anasoma kompyuta. Muda sio mrefu mshikaji kama amepokea message kwamba kadi yake ya benki imetoa kiasi shilingi kadhaa. Ikabidi mshikaji achukue daftari na kwenda kunoti kiasi ambacho kimetoka kwenye akaunti yake ya benki. Kama kaida yake, baada ya Kibrela kutoka sokoni, akawa anamgongea hodi mshikaji. Mshikaji ikabidi achukue haraka haraka miwani na kuvaa na